Na kama rivyo kawaida basa, Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, Mungu mwenye kubariki watazamaji wote wa Jambo TV, asanta tena zaidi. Ni sehemu moja upande wa Southern Asia, huku tukiandamana na mwanzo wa Framu. My father, tribal chief of Tiger tribe. Wasikia anayeongea ni jamaa aliyekuwa anatambulikana kama vile Sena. Sena anadai namna gani babake alikuwa ni moja kati ya wale wa ukoo wa Tiger Tribe. Halikadhalika babu yake akawa ni wa ule ukoo wa Tiger Tribe. Vile vile shosho yake akawa ni wa ukoo wa ule tribal people live Tiger Tribe. Na wakaweza kuzika kwamba na kwetu walikuwa wanaishi upande wa pili kwa forest iliyokuwa inatambulikana kama vile Kena Jungle. Upande wa pili kwa ile forest. Mwenye ambaye anapeana ile story ni huyu jamaa anatambulikana kama vile Sena. Sen ndio huyu. Wakati huo Sen wakicheza upande moja huko South Asia. Wanacheza upande moja South Asia mashindano ya kukula mayai. Alikuingilia rafiki yake hapa rafiki wa kiti cha kwanza, jamaa aliyekuwa anatambulikana kama vile Dennis. Dennis walikuwa wanasoma pamoja. Wakati napo jamaa huyu kwa jina la Sen aliweza kutoka upande wa pili Kena Jungle akakuingilia upande wa South Asia, walipatana na huyu jamaa kwa jina la Dennis. Lakini Dennis yeye mwenyewe ni tajiri. Babake ni tajiri. Yeye mwenyewe aliweza kusomea hapa basi bila shaka upande wa pili United States of America, na kwa hivyo yeye mwenyewe ni tajiri. Ebu pato tutikata tukuje kupata jamaa anatambulikana kama vile Lao Ying. Lao Ying ndio huyu. Lao Ying ndio huyu. Siku tatu zilizoweza kupita, Lao Ying anakuwa na kikosi fulani cha mamanzi. Mamanzi ndio hawa mamanzi kwa jina la Baisu, na mwingine anatambulikana kama vile Ta, na mwingine anatambulikana kama vile Yana, Tong Tong na Ding Danga. Hao wote ni mamanzi wenye ambao sasa hivi wao ni wapenda raha vilivyo. Ni mamanzi wapenda raha vilivyo. Kazi yao ni kuzunguka dunia, kubonda mali. Yes, ni watu wenye ambao wako na pesa. Kazi yao ni kuzunguka dunia. Echo Warriors, Taito na Rahara Framo, nyuma ya Maika Wakor Jakiu, DJ Jaka, tuwadamane ndani ya Jambo TV. Migedhi Makiauge. Alright, nikakufahamisha hapa kuna kikosi cha mamanzi wenye ambao wanapenda raha sana, na bali na kwamba na kueti wanapenda raha, wao wenyewe hupenda sana kusurura, wanapenda adventure, wanapenda sana kutravel. Wanatoka upande wa pili Aberdare Ranges, wanaenda hivi Karura Forest, wanapenda sana mambo kuhusu na maji, halikadhalika basi mambo kuhusu forest, wanapenda sana hawa mamanzi. Alright, asante sana. Wakati huu kuna kijana hapa, kijana kwa jina la Dennis. Dennis ni rafiki wake jamaa na pia tiana story upande wa pili, jamaa anatambulikana kama vile Sen. He very good person. Anadai ya kwamba na kwa Dennis ni mtu mzuri tena zaidi. Did study in US and aliweza kusomea upande wa pili United States of America. Akawa sasa hivi yeye mwenyewe ako na pesa sana. Babake vile vile alikuwa na pesa sana, lakini Dennis ni jamaa mzuri na ni rafiki wake, jamaa anapatiana story, jamaa kwa jina la Sena. Alright. Lakini anakuwa na mamanzi wengine sio Dennis. Hapa kuna mamanzi wa kikosi chake, jamaa anatambulikana kama vile Lao Zinga ama Lao Yinga. Lao Ying kuna mamanzi wenye ambao wanakuwa na yeye. Lao Ying ndio huyu. Ndio huyu Lao Ying. Na wale mamanzi ni warepo sana, lakini ukaweza kusikia kwamba na kwetu wanapenda raha vilivyo. Hi, ready? Prince Charming. No force. Alright. Ni sehemu moja upande wa pili South Asia. Ni aje. Ushaisikia Gaitode. Gaitode akakeroa moja yako kuhidha. Kuja hapa. Gaitode. Kisha akakeroa ugedhani mazi ni kudansa na dance. Gaitode aliwekelewa akaita kamjeshi ya Githogoro. Kai. Andũ a Githogoro. Kamjeshi ya Githogoro oi. Kai muone ngĩhũrwo nĩ mũhiki. Yake kamjeshi akathurwa kuingia. Wale mamanzi wanaelewa vita. Mamanzi wanaelewa vita vizuri tena zaidi. Kamjeshi ya Githogoro ikatandikwa. Huyu anatambulikana kama vile Linzing. Outdoor backpacker, director of na yeye mwenyewe ni director wa kampuni moja upande wa pili China, na ni manzi mwenye nabana kuwa na pesa sana. Wakati ambapo yeye mwenyewe hayuko busy, anapenda sana kuweza kuride pekee.
anapenda sana kuweza kuride peki huyo manzi kwa jina la Baizu. Baizu anapenda ku ride peki. Kuna mwingine anaitwa Ata ndio huyu. Yeye mwenyewe anapenda sana kuweza kuangalia watoto, kadhalika basi kuweza kuangalia wanyama. Ata ndio huyu. Anapenda watoto sana na anapenda kuangalia wanyama. Kadhalika kuna wengine akina yana vile vile kuna mwingine anatambulikana kama vile Tong Tong. Na kuna mwingine anatambulikana kama vile Ding Dang. Hao wote ni mamanzi, ni kikosi cha mamanzi dadina kueleja Muofaya. Kikosi cha mamanzi wenye nabao wanakuwa ni hatari sana. Ding Dong and Tong Tong ndio huyu ni manzi mwenye nabao sasa hivi bado tunapatiwa stori zake. Ni manzi mwenye nabao anaelewa kumvu vilivyo. Lakini ni kiberebere sana. Ni kiberebere sana. Na wa mwisho anatambulikana kama vile Ding Dang. Ding Dang. Ndio huyu bado pia yeye ni kiberebere sana. Ding Dang bado ni kiberebere sana. Hao wote ni wa kikosi chake mwenzetu Mr. Lao Ying. Na wanapenda sana kusafiri. Kumbe kwa ile hoteli yenye ambao waliweza kuja kupolea, walikuja kupata Dennis. Dennis na yeye anadai namna gani? Yeye mwenyewe ni mtu ni mwana ripota wa kuweza kuripoti mambo kuhusu mazingira. Na kwa hivyo yeye yuataka kuweza kuelekea upande wa pili Kena Jungle. President ambao kunaaminika kunao watu wenye ambao huaga wanaishi upande wa pili lakini hawajulikani na serikali. Ukiingia kwa kwa ile forest upande wa Kena Jungle kunao raia huaga wanaishi upande wa pili lakini serikali haijulikana kwamba wanaishi upande wa pili. Yaaminika kunao. Na anataka kuweza kufanya story. Elewa yeye ni mwanaripota kulingana na vile ambavyo anaambia hawa mamanzi. Anapenda kitu inatambulikana kama vile National Geo, yani National Geography. Anapenda sana National Geography. Anapenda sana National Geography. Sasa anadai ya kwamba nakutipia yeye anataka kuweza kuelekea upande wa pili Kena Jungle. Na bado wale mamanzi bado ndiko mahali ambapo wanataka kuweza kuelekea. Ukasikia wanapenda sana raha, wanapenda sana kusolora raia mpya, lakini washatembea sehemu tofauti hapa duniani, lakini hawajapata nafasi ya kuweza kuelekea Kena Jungle. Tiger Tribe. Alright. Wakiandamana sasa hivi na jamaa anatambulikana kama vile Lao Ying. Wakakata kauli moja kwa moja wataweza kuelekea upande wa Kena Jungle. Na wakatoka upande wa South Asia, sehemu moja upande wa pili South Asia, na moja kwa moja wakakata kauli this time round lazima waweze kufika upande wa Kena Jungle. Na ukasikia Kena Jungle kunaye jamaa aliweza kutoka upande wa pili. Jamaa anatambulikana kama vile Sen. Yeye mwenyewe ndio huyu akona kikofia fulani na kaligogos. Akakuja kuongeleza jamaa anatambulikana kama vile Lao Ying. Lao Ying hapendi maneno mingi. Kotaragia, unajua Kijapanese? Unajua Kichinese? Kata ketaragia. Unajua Kikorea? Baba. Si? Daragia huyu. He can't talk. Huyu anatambulikana kama vile Sen. Na yeye mwenyewe alikuwa ametoka kwa kijiji upande wa pili Kena Jungle. Kunao uko huaga unaishi upande wa pili, uko unatambulikana kama vile Tiger Tribe. Tiger Tribe huaga wanaishi upande wa pili. Na hapa kuna vikosi viwili. Kikosi cha kwanza ni cha wale mamanzi wakiongozwa na jamaa anatambulikana kama vile Lao Ying. Kikosi cha pili ni cha yule anadai Yakoba na kweti ni mwana reporter. Jamaa anatambulikana kama vile Dennis. Na wamekata kauli lazima uweze kufika upande wa pili kwa Kena Jungle. Kena Jungle kuna uko fulani wenye ambao huwa wanaishi upande wa pili unatambulikana kama vile Tiger Tribe, lakini sio wengi sana wanaelewa mambo kuhusu ule ukoo. Na kwa hivyo hapa ni place poa ya kuweza kuweza kusorora na kuzurura. Alright. Asante tena zaidi. Hey, faster! My home place. Beautiful, nah? 来，这个，手给我。小心。没事，谢谢。据我了解，原始土著它都是逐水而居，所以我觉得咱们至少应该沿着河谷往上走。这样呢，既能保证咱们水源充足，还有就是很有可能会发现原始土著的居住痕迹。叮当，快来！你看这个树，罕见的物种。哎 ，this is alright. Asante sana. Kakuwa sasa mwana ripota ndio huyu anaripota. Upande wa pili mamanzi nao ndio hawa.
wao wamezoea kuweza kusurula upande wa pili kwa forest, ukasikia wametembea forest mingi tena zaidi. Na mwenye ambaye anakuja kuweza kupeleka wale wanaripota ni jamaa anatambulikana kama vile Asen. Na Asen yeye mwenyewe ukasikia alikuwa kama amezaliwa ara za nyewezi, lakini alitoka hapa akiwa kijana wakati alimanda shule standard 8, akatoka kwa kile kijiji na kisha akaelekea upande wa pili South East Asia. Safi tena zaidi. Mamazi kuweza kufika upande wa pili, wanapenda maji, wanapenda miti, wanapenda hewa safi. Waliweza kuona maji na wakadai no ginya tuithabire. Hapa lazima tuweze kuoga. Hapa lazima tuithabire kiasi kabla tuweze kuelekea upande wa pili ndani kabisa ndani ya forest. Full water monster. Hey! Lakini kumbe sena na wabia namna gani? Hapa kuna water monster. Mutasosiwa. Hakuna kwenda huko. Hakuna water monster. Mamazi wakaanza kujienjoy vilivyo ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lakini ukitazama Lao Ying, yeye mwenyewe habogi sana na okay. Na ni jamaa mwenye namba na kuoga serious minus jokes. Ni jamaa mwenye namba hapendi mchezo. Ni jamaa mwenye namba kuona kicheka ni ngumu. Anatambulika kama vile Lao Ying. Lao Ying ndio huyu. Lao Ying. Ndio huyu ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lao Ying. Kubidini alikuja kumwambia ni kwenda kathigara. Kadai mimi mwenyewe situmia sigara na ni tabia mbaya sana kutumia sigara. Ukikenyu watia sigara wewe. Nimetuka miuru. Ufutaji wa sigara. Ufutaji wa sigara unadhuru afya yako. Ufutaji wa sigara. Wewe tigoli mo. Mothe waja uneki uri mugu. Mothe waja wana moyo yako bana kwenda kuja kuweza kustua mamanzi. Kupe sasa Dennis alikuja kuweza kuulizia Lao Ying. Unakuja ka ala zenye hizi, yani ala zenye hizi sana? Sema kadai hapa sijai kuja. Na hii kazi ushaifanya hapo bereni? Kadai ndio mara mingi mimi ndio huaga nalinda hao mamanzi. Mdozi wangu ni huyu anatambulikana kama vile Baisu. Mimi huaga na walinda. Naye kijana ndio huyu kijana ukasikia yeye ametoka upande wa pili kwa ule ukoo wa Tiger Tribe. Kijana kwa jina la Sena. Sena ametoka kwa ule ukoo wa Tiger Tribe. Zile nyakati za usiku manzi nao walikuja kuongea. Wanadai kai. Huyo jamaa anaitwa Dennis. Akia Mungu ni msupu. Kai, akia Mungu ni muhadi. Munasemaga Jackie hu mnakosea. Huyo jamaa ni muhadi kuliko Jackie hu. Jackie hu ndiye muhadi sana. Acha huyo jamaa si muhadi kama Jackie hu. Jackie anakuwa muhadi. Kumbe jamaa alikuja akakuta mamanzi wakiongea. Na sasa na yeye kujitetea alikuja kuuliza nani nataka tuende tukaone mwezi. Moon. Hey, trust me. 请问你们有谁跟我去看月亮？ Kuna mtu ni huyo. Wote wakasema ati Baisu ndio anataka kwenda kuona mwezi. Wakaenda wakaona mwezi. Kamwambia sasa naona mwezi ulia. Mwezi ulia wikara iguru na dushu hukaga. Unaona ule mwezi ile muni inakaaga huko juu na haijai anguka. Inakaaga juu na haijawahi anguka. Nyakati zile za usiku ukasikia hapa ni kwa wana Tiger Tribe. Ni watu wenye ambao wanaishi na mataiga. Wamezoea kuishi na mataiga. Kumbe hapa kuna mazi anatambulikana kama vile Yan. Yeye anapenda sana wanyama. Alikuja kuambia namna gani? Bora msitoroke. Msimuoneshe huyu taiga mgongo. Mwenye ambaye ataonesha taiga mgongo atakuja kususiwa. Msitoroke. Taiga mwenyewe hana ubaya. Mnauga atia. Mnasema kitu gani? Rudini nyuma. Akabla ujue. Lazima nikule kamoja. Lakini wakati huo we. Kumbe kikosi chake Dennis walikuja na mabudi. Wakaamua kufyetua taiga. We, nini unafanya? Dennis kufika akapata wasee wake wametoa mabudi na wamefyetua taiga. Sasa wenzetu wakaanza kujiuliza. Wako na 7 machine gun. Hawa watu wako na bunduki zingine mufaya. How come ni wanaripota? Lakini Dennis akakuja kuambia pole sana. Izeni sana. Pole ni sana. Alright, na jamaa wetu akajua sasa hapa, jamaa wetu Lao Ying akajua sasa hapa mimi sitaweza kuandamana na nyinyi. Na kwa hivyo wanaripota waende side yao na sisi matourist. Juu sisi ni matourist. Tuende side yetu kwa sababu tumekuja kuweza kuelewa kwamba na kwetu nyinyi sio watu wazuri. How come nyinyi ni wanaripota na mko na mabude kama za wanajeshi? Mtu anaweza fikiria kwamba na kwetu mmeenda Somalia. Mbona wanataka kiunga mwathi Somalia? Muko na mabudezi kine mufaya.
Mabude zingine deadly. Okay. Ikasemekana sasa wanaripota njia yao, matourista njia yao. Alright. Lakini usisahau bado wako kwa Kena Jungle. Wako kwa Kena Jungle. Savi tena savi zaidi waliendelea kupiga draw, wakaendelea kuingia ndani ya Kena Jungle. Wale mamanzi wetu akina Baisu Ata Nyana Tongdong Ding Dang na Raoyinga. Upande wa pili Sena wakiwa na Dennis na kikosi chake wakaenda rutikando. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, wanaendelea kutambana. Ukasikia hapa kuna ukoo unatambulikana kama vile Kena Jungle na wana ukoo unatambulikana kama vile Tiger Tribe na wana Tiger Tribe. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, wao wenyewe hawapendi kuweza kuona binadamu yeyote mwenye ambaye huwaga wanaona kama arazinewezi, huwaga wanamchukulia kana kwamba ni adui. Sasa Sen anakuja kuambia kina Dennis Tudeni tuakuwe Kenya kwa kijiji, lakini kuweza kutazama upande wa pili wakaona kumehangiwa nini? Kumehangiwa Kinyaguthi kimehangiwa design star kama hiyo. Kinyaguthi kimehangiwa design star kama hiyo. Ni kwa chako cheki mishineki ni kubwa hapa. Mwadhie kwa inywe, munaenda wapi? Mishineki tu ikaangalia. Alright. Wenzetu na wao ndio hawa wale mamanzi. Wanakuja wanaona makunu. Wanapenda sana. Hii ndio kazi yenye nabo huwa wanafanya. Wakati ambapo hawana janta, wanakuja kuweza kufanya kazi design star kama hiyo. Wao wanakuja kufanya kazi na design rastra kama hii ya kuweza kupiga picha, kuweza kujienjoy, kuona mimea, kuona vitu aina tofauti. Ni Korea Diramuthi. Hiyo sio Diramuthi. Sio kae, ni Diramuthi. Acha mimi nikule. Wakati kudai hii forest inakaa kuwa mzuri sana. Hii tutitoka mtito mwega toyo. Hii forest inakaa kuwa mzuri, lakini kwake Raoyinga yuahisia hapa tu sio kuzuri. Yuahisia huenda ara zenye hizi dhamini zake zinamuonesha ara zenye hizi kuna danger. Ara zenye hizi kuna danger. Dhamini zake zinamuelezea. Na sasa alikuja kuambia mamanzi namna gani? Tukae pamoja. Tusiachane sana. Tukae pamoja. Lakini akiangalia anasikia hapana. Dhamiri zake zinamuonesha hii. Huko uli. Tutirirekia wega. Huku story haitakuja kuweza kumalizia vizuri. Nani? Sena. Na ndio huyu ndio anakuja kuambia. Unaona hii majani tunawekaga kwa nyama. Ni kama dania. Hii ni majani mzuri sana. Kwa hivyo tuko karibu sana kufika kwa kijiji. Unaona? Nugira. Hii ni majani tunaweka kwa nyama. Sasa anampeleka Dennis kwa kijiji. Dennis anadai ni mwana reporter anataka kuweza kucover story kuhusu wale wanakijiji. Cheki mwingine hapa kuja kupiga picha. Okawawe. Huyo ni moja kati ya wasilia wake Dennis. Akanyanyuliwa design star kama hiyo. Ndugu brother mpenzi mtazamaji. Alright. Mamazi na wao ndio hawa wanapiga dilao. Huyo akaanguka, akaangukia hao wengine. Hao wengine kuanguka, akaangukia hao wengine. Na ni kwa mteremko. Sasa tena wakaanza kuteremka. Wakaanza kuteremka. Mamazi wakakuja wakaingia ndani ya miti yenye iko na mimba. Na venye ambavyo unajaribu kujitoa, hivyo ndivyo ambavyo unaendelea kudunga. Cheki. Venye ambavyo unajaribu kujitoa, hivyo ndivyo ambavyo ile miti inakudunga, ina swing kama iko na spring. Lao akawaambia hapana. Simameni. Nione kana kwamba nitaweza kuja kuokolea. Hizo ni mimba deadly. Msijaribu kuweza kutingiza. Mimi nitajaribu. Nione kana kwamba nitakuja kuweza kuokolea. Kisu mkono ni chanjo shitted by kibisha. Hizi mimba ukitingisha ndivyo ambavyo zinakudunga. Akaanza kusikata design kama hivi upande wa speed ya mkono. Ni jamaa alikuwa fit tena zaidi. Huyu jamaa upande wa speed ya mkono ama anacheza akazikata zile mamiti. Weka wega. Weka wega. Lakini kabla aweze kumalizia na kushtukia, alishtukia nini?
wale wana ukoo wa Tiger Tribe wanaamini ya kwamba na kuetikena jango ni yao, na binadamu yeyote mwenye ambaye wanapata kwa hii forest kama sio wa ule ukoo wanamtoa sacrifice. Wanakuja kumtoa sacrifice, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Hai, wanakuja kumtoa sacrifice. Kagua sura maneno ni yasaje. Sasa walianza kuturubiu na wana Tiger Tribe ni wengi kama corruption hapa Kenya. Ni wengi kama corruption hapa Kenya. Cheki, manzi wa kwanza akabambundisha na kama hiyo. Sasa hapa ni mguu ponye. Hakuna wakati wa kuweza kupoteza, hawa wako na mikuki. Chunga fanya. Zina kamkamu, mishari mikuki zina kuwa mkomu. Kubi asante sana kwa mamanzi, pia wao walikuwa wanakaelewa. Lakini sasa makosa na ngori ni kwamba na kueti hawa wana Tiger Tribe ni wengi kama deni yetu China. Ni wengi kama deni yetu China. Kagua kawawe huyu maskini wa Mungu na yeye au pia akakuja kupamba bambo. Nukasikia ukipambwa wewe mwenyewe unakuja kutolewa kafara. Unakuja kutolewa kafara. Jamaa wetu. Yes. Jamaa wetu ndio huyu. Akaambia kiki kwa jina la Baizu, toroka. Ishia upande wa pili west. Mimi mwenyewe nitakuja kuweza kuungana na wewe. Baizu akaamua kutoroka. Na jamaa wetu akaamua kuandalia wale wana Tiger Tribe shisho. Wewe kisha huyu hai koko ila dege akojo hai koko hidha higatolewa. Wakati huo upande wa pili Sen aliwaambia simameni. Ungedhani ni kitu mzuri kwambia, unaona huu mmea ishara tosha kuoneshana ya kwamba na kwetu tuko karibu sana kwa kijiji. Tuko karibu sana kwa kijiji. Tutiliana hiyo inaitwa bla bla. It killed all poison. Hiyo waga inatibu sumu yoyote. Wakati huo wakaonekana dadesho. Dennis akauliza ni kiki ya kudesha. Ateke. Mwafaya. Wana Tiger Tribe duko brother mpenzi mtazamaji wamejaa harasa nyewezi. Na nikakwambia kuona binadamu yote harasa nyewezi wako wanamchukulia kana kwamba sasa hivi yeye mwenyewe anafaa kuweza kutolewa kafara ni adui. Cheki. Kitanzi. Kumbe wale wana reporter walikuwa wamejihami na mabudi vilivyo, lakini sasa hawawezi, hawa wanawaua Dios katai, lakini ni wengi. Ilibidi sasa wale wana reporter waweze kutamburuka, ikiwemo Dennis wakiwa na jamaa kwa jina la Sen waweza kutoka araza nyewezi juu ya farasi kukuru kakara kuweza kutamburuka. Getonyeli ndio huyu. Getonyeli akomtana yeye mwenyewe ni wa ule ukoo, ni masnali wa ule ukoo wa wana Tiger Tribe. Sasa yeye ndio anaogopewa. Getonyeli wakiwa na manke yake hapa inatambulikana kama vile kawahea. Getonyeli wakiwa na kawahea ndio hao. Kawawe. Kumbe hapa kuna princess wa ule ukoo wakakuja sasa kupatana na Lao. Princess Lao akamwambia sitaki vita. Princess akamwambia hata uraji lake. Lao anamwambia sitaki vita. Sisi hatuja kuja hapa vita. Sisi sio maadui. Lakini hao wana Tiger Tribe huwa wanaona yoyote mwenye nabaya na kuingilia hapa upande wa kina jango yeye mwenyewe ni adui. Wakaanza kugarakazana disheni star kama hiyo. Akaona princess atakongwa, akaeka mkono wake ukambondo pa ya makosa. Jamaa wetu yeye hana noma. We sitaki vita. Hata hii dire daharo. Na huyu sasa ndiye mkubwa wa wale wana Tiger Tribe, huyu princess. Jamaa yetu hakumuua. Kamwambia sisi hatutaki vita, hatujakuja hapa kuweza kuotandika. Sasa princess akaona na kweli huyo sio adui. Akini huwa alikuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuniua, lakini yaonekana ya kwamba na kweli huyo sio adui. Presi yenye ambao walikuja kujificha tena wakaona mabudi.
Jamaa yetu akakuja kuelewa wale wanaripota sio watu wa kuaminika. Hao kama wanaripota wako na mabudi zingine move kama za wanajeshi. Naye kike hapa anatambulikana kama vile Ata ndio huyu. Ata alikuja akaona katoto kataiga. Na yeye mwenyewe anapenda sana wanyama, na ukasikia anapenda wanyama na anapenda watoto. Kuja akaokolea kale kataiga kalikuwa kamekamatwa na kaba ya miti ama mizizi ya miti. Akakaokolea dishini na stara kama hiyo. Anatambulikana kama vile Ta ndio huyu. Akakoreka neweka. Ni mali ya nani unaguza wewe? Ni mwana wa urautia. Wai saidia kabla nyamaza. Kama utaka usisusiwe nyamaza. Nyamaza kabisa. Ukisikia wakiitwa wana Tiger Tribe walikuwa wanaishi vizuri tena zaidi na mataiga. Mataiga ni marafiki. 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 Walikuwa wanaishi vizuri tena zaidi na wale mataiga kwa sababu mataiga ni marafiki. Alright. Lao unayo upande wa pili wa sasa hivi, amini usiamini, panda ya kuweza kupelekwa bibi nyingine hujawahi ona na kuweza kukabiliana na wale wana Tiger Tribe. Alikuja kutafuta hideout. Mazi na yeye kuamuka akapata wako na Rao. Na wale wasichana wengine huwa anawachukulia kana kwamba ni masista wake. Aliona hapana. Siwezi nikawaachilia na waweze kukaa upande wa pili kwa ule ukoo wa Tiger Tribe. Lakini Rao akakuja kumwambia Baisu. We. Unaenda wapi? Mimi naendelea masista wangu. Ndotigia limo. Twale moto ile ingine wewe wiki ukota. Tumeshindwa kuwaelewa, tumeshindwa na hao watu tukiwa peke yetu ni wewe utaweza. Hao watu watakuua. Lakini akadai hapana. I must fight them. Lazima niwatafute. Kama utakufa. Ni kifo unatafuta wewe. You will die. Lazima niwaende. Unajua ni masista wangu. Lazima niwaende. Mtaki kujua. Na kumbe kike akaanza kukumbuka. Alikuwa na brother mwenye nambaye wa sasa hivi alikuwa amejitolea kuweza kufanya kazi ya UN kusaidia prison ambazo kuna vita, wanasaidia wale ambao wameadhiriwa. Na wakati mmoja wakaenda upande wa pili UN Rescue Force akiwa kama frontier. Vita zikachacha nali bin Kirebi, yeye mwenyewe hakuwa mwanajeshi. Katika ile harakati akaweza kuyapoteza maisha yake. Kabla waweze kuwa kwa ile mishoni, yule brother yake Baisu alikuwa ameambia jamaa wetu Lao aweze kumekishwa hapo bwana kweti kama atarudi nyumbani amwangalie sister yake. Na yeye akaapa kwa vyovyote vile ataweza kuja kumwangalia Baisu. Na hivyo ndivyo na ambavyo anafanya. Sasa alikuja kuambia Baisu namna gani? Brother yako aliniambia nikuangalie, nikuprotect. So nirahisishie kazi. Usifanye kazi yangu iweze kuwa gumu. Nikuigwa. Uli lost brother yako. Hao wengine hautakuja kuwa lost. Na kupromise. I will never let you lose your sisters. Hao masista wako tutakuja kuwapata, lakini hatuwezi tukaenda saa hii na giza. Ndiweza kutulia hapo. Kesho asubuhi na mapema tutaweza kuelekea upande wa pili kwa kijiji na moja kwa moja tuweze kuokolea wale mamanzi wengine, lakini kwa sasa tafadhali nisikize. 我是你弟弟带出来的，你就相信我一次吧。No satellite connection again. No satellite connection again! Boss, maybe I go there, look for them? Look for them? What the hell are you talking about? How are you thinking you gotta find them? Your jungle is huge. It's so easy to get in. Why did I send so many people there to find the route? Huh? Go now. Go now! Okay. Ebu tukuja kupata Baba Dennis. Baba Dennis ndio huyu ni tajiri. Utastajabu sana kuweza kusikia kwamba na kwenda kifahamishwa kijana wake wakati na ambapo aliingia upande wa pili kwa Kena Jango
hawakuweza kupenya hadi kwa kijiji. Sasa Dennis alikuja na babake ni mnonzuru, anatandika huyu kijana kama mtoto. Mudhe, hao wengine wametoroka moro huo, wakafanish tu wakatoroka. Adoni gasi ate igira riera ini ni ikura. Tulikuwa na wao wakatoroka. Tulikuwa tumeingia kidogo lakini hatukuwa tumefika kwa kijiji. Sasa wale tulikuwa na wao wakatoroka. Kwa sababu gani? Tuliweza kufamiwa na wana Tiger tribe. Wakiwa na mashina wao wanatambulikana kama vile Mutonyereri wakiwa na wahea kanogo kwa jina la wahea. Sasa mimi nikafaulu nikatoroka. Hao wengine wakatoroka, yani wakaishia mathiro oguo. Datoro yenya inene muno. Mathiro oguo. Hao wengine wameisha hivyo. Sasa ni mimi nimeponea. Ate Mchika, uliniambia kwamba na kwetu utawezana. Nikatumia pesa zangu mingi tena zaidi. Watu wangu, rasilimali yangu. Ati utaenda huko uweze kunitafutia tena ambacho nataka. Ni mchezo gani huu? Kijana. Mimi naona niko na kijana hapa mwenye ambaye naweza nikaaminia kazi zangu. Pole mudhe. Ati pole ni dawa. Sole muno mudhe. Kijana wangu. Na kuaminia. Ati wede ufanye kazi. Mudhe ni sole. Wacha niende. Kabu hiyo kazi utafanya. Na kisha mudhe akadai namna gani? Atafutiwe makomandos. Retired commandos, mercenaries wakiwa na jeshi. Kwani anataka nini na kile kijiji? Tutakuja kuelewa. Anataka nini na kile kijiji? Amedai atafutiwe wanajeshi, commandos, retired commandos, mercenaries waweze kuletwa. Hivyo ndivyo ambavyo Baba Dennis alidai. Kwani anataka nini upande wa pili? Kena Jango. Alright, now akina yana tong ding dang wote waliweza hapa basi bila shaka kuweza kukamatwa. Wakaletwa kwa kijiji. Na ni kijiji tena ambacho kwa sasa hivi hakuna mmoja ambaye anajua kiko wapi hata serikali. Isipokuwa tu hawa wana Tiger tribe, wao wanapolia upande wa pili, hakuna mwingine mwenye ambaye anaelewa kijiji kiko wapi. Alright, waliweza kuletwa msosi. Nyakati za usiku. Na kuna manzi hapa kwa jina Tong anaelewa kila lugha. Yeye alikuwa amesomea lugha mingi tena zaidi. Sasa alikuja kuuliza huyu mwenye ambaye anawaletea msosi. Kwa nini umetuletea mingi hivi? Akawambia mnafaa kukula kwa sababu kesho mtakuja kutolewa kafara. Kesho asubuhi na mapema mtakuja kuweza kutolewa kafara, na kwa hivyo mnafaa kukula mshipe. Kai, ati kafara? Kafara ni kuchinjwa kama kuku. Sasa kesho tunachinjwa tu kama kuku. Hakuna lingine. Tutakufa. Tutaki kukufa we. Mimi kwanza sitaki kukufa we. Kama mimi ni kukufa sitaki kukufa. Kama ni cha kukufa sitakula. Ule manzi akajua sasa wewe utalala. Mimi kama ni ya kukufa dokome. Kakarara. Wameambiwa vizuri tena zaidi. Hapo kesho mapema tena zaidi, mapema sana wataweza kuweza kutolewa kafara hapo kesho. Upande wa pili lao na ndio huyo wakiwa na manzi kwa jina la Baisu ndio huyo. Baisu akona stress. Baisu yeye mwenyewe hana wazazi. Alikuwa amepaki na brother yake akaenda UN rescue mission. Akaiaga dunia. Sasa wenye nabao huwa anachukulia kana kwa sasa hivi ni familia yao ni wale mamanzi akina ata Yanyan Tongdong na Ding Dang. Lakini alikuja kumuuliza Lao, brother yako kabla aweza kuiaga dunia alikwambia namna gani? Lao akamwambia, tulikuwa tumeongea na brother yako, kama mimi nitakufa brother yako aangalie mamangu na akuangalie. Na yeye akaniambia kama atakufa niangalie mamangu na nikuangalie. Lakini wakati tulitoka kwa vita brother yako akaiaga dunia. Sasa hata mamangu akaiaga dunia. Sasa sina mtu wa kuangalia, ni wewe tu na sina mtu mwingine. Sasa sisi na wewe ndio familia moja, hakuna mtu mwingine wa kuweza kuangalia mwingine. Juu wakati tulitoka UN rescue mission nilikuwa nimeapa nikaambia brother yako nitakuangalia na niangalia mamangu, lakini unfortunately mamangu akaiaga dunia. Sasa sina mtu mwingine wa kuweza kuangalia, wewe tu ndio mwenye ambaye nafaa kuangalia kwa sababu nilipromise brother yako lazima nitakuja kukuangalia. Alright.
ni zile pandu nyakati za usiku ndugu brother mpenzi mtazamaji, huku wakitegea hapo kesho githana wakati waweza kuamukia waende wakaokolea akina Yanyana Tong Tong na akina Ding Dang. Sam, let's go. I want to say something. Say? I think I don't understand. My tribal brothers, they harder than ever. Why they so hate you city people? They are even hard on me. If I bring you go in, I not betray them? If you don't bring us in, that's truly betraying them. Why is that? You see, what we need are the precious stones. Your tribal people don't even care, no? Why wasting these gems? Wasikia Dennis akidai namna gani? Mimi mwenyewe sio mwanaripota. Chenye na ambacho tunahitaji ni precious stones. Upande wa pili kwa kijiji chenyu kuna kitu inatambulikana kama vile diamond. Wana Tiger tribe waga wanakalia wanakanyaga diamond na hawajui. Sasa lenye habari nataka niweze kunipeleka kwa kijiji. Tuongee na wale wana kijiji. Tuwahamishe kidogo tu hatua kama 5. Sisi tutoe zile mawe za dhamana, diamonds. Alafu kila mwana kijiji nitampatia 10,000 na wewe nikupatie 10 million. Uweze kuzunguka kwa dunia place yoyote unataka. Alafu wale wana kijiji kai biesho shothe. Unaona? Sen akaambiwa atapatiwa 10 million. Nao wana kijiji watakuja kupatiwa kila mtu 10 million, lakini watahamishwa kidogo tu ili hawa wana Dennis waweza kuja kutoa zile diamonds ziko upande wa pili kwa kile kijiji. Kumbe manze kwa upande wa pili na yeye stuka no huyo. Elewa sasa jamaa wetu amekuja kunyoa zile manywele. Lao amekuja kunyoa zile manywele. Manzi kuona akaona kai kekoro hii jamaa yeye kuo. Kale jamaa ile wigwa si sawa. Ai. Hawa ni wale majamaa unasikiaga. Acha nisiseme. Najua mmegojea sana niseme hapa mniambia. Jack you. Togia gare mwe. Ulikuwa mnataka niseme hawa ni wale majamaa mnasikiaga. Elewa ni mamazi wanasemaga vile. Ni wale jamaa unasikiaga aki. Acha nisiseme. Alright. Asante sana. Tukuje kupata Baba Dennis. Baba Dennis yuataka mercenaries. Na mercenaries wenye ambao anahitaji, ndugu brother mpenzi mtazamaji, ni wenye ambao walikuwa wanafanyia kazi wanajeshi. Na sana retired commandos aliwaitisha. Na ni tajiri kupitukia. Akaambia namna gani? Mimi mwenyewe nataka kuweza kuwatuma kwa mishoni wale wa mercenaries, watumwe kwa mishoni. Mishoni ni kuweza kuangamiza wale wana kijiji wote upande wa pili Kena Jungle, wana Tiger tribe, waweze kuangamizwa wote ili waweze kuja kutoa zile diamonds, precious stones zenye ziko kwa kile kijiji upande wa Kena Jungle. Na wangeweza kutumia njia mzuri, wahamishe tu kidogo watoe zile precious stones, ukilipenda diamonds. Lakini babake Dennis akakuja kudai namna gani? Anataka wale wana kijiji wawe wote, watoto, akina Shushu, Toguks, Tutumias, Tuthes, Tutoys, tuwawe wote bila kuhesabiwa, bila kubakisha. Alafu wakimaliza kuwa kijiji chote, wakuja sasa kuweza kumekishwa kwa maana kwati wametoa zile diamonds, zile mawe za dhamana. Hivyo ndio plan ya babake Dennis. Wenzetu nao ndio hawa kina Lao. Lao akamwambia utembee pole. Nimekuja kuweza kuona mahali ambapo ni kama wenzetu waliweza kuwekwa. Na kwa hivyo, juu ni nyakati za asubuhi ni wakati 6 inaingia.
lenye na ambalo tutaweza kufanya ni kuokolea wenzetu na tutoke ara za Nyamwezi, lakini lenye na ambalo hatuwezi tukafanya ni kutoka hapa upande wa Kena Jango bila wenzetu. Alright, asante sana. Akafika upande wa pili, kumbe mlinzi hapa ni wahea. Guga wahea kadai atasema, we mpatie biscuit. We wahea jita inaitwa biscuit. Oh, ni corruption. Waya kasosi akadai, oh, ni corruption. Okay, sisi tunafanya corruption alafu tunasimama tunasema huyu anaiba na sisi ndio tumeiba. Ni Kikenya yani, tutafanya Kikenya. Tukule corruption pamoja alafu mimi nisimame niseme huyu ndio anaiba. Dhahabu. Naye Paisu akakuja akawaambia nyamazeni. Sasa hapa ni kuweza kutolewa. Naye waya ile kamanike kanakula tu ile biscuit. Wamesema ni kuhaka, hii ni corruption. Nitakula nimalize niitane. Waya anaona hapana, mimi ni mlinzi pale lakini nimekula kitu kidogo. Niko hiyo rushi wa watu walienda wapi na siku. Wai mora ya sio makiora. Ndio wakitoroka waya kadai ni kora marola. Motioke. Kujeni woi kujeni. Na waya tayari kamekula hogo. Waya tayari kamekula hogo, ndugu brother mtazamaji. Kakimaliza kakaitana. Sasa wenzetu walijipata wamezingirwa. Ikawa chama wetu wako na budi, lakini sasa hapa haiwezi kusaidia. Mungu ukao gishagi. Mnakuja kwa kijiji. Mnakuja kwa kijiji. Mish. Anaitwa Mutonyereri. Kai diketi huo. Siwezi nikahata hivyo. Kama wewe ni mwanaume, pigana na Mutonyereri. Patiana hizo budi tuonane kifua kwa kifua. Naitwa Mutonyereri. Nyita. Ujue Mutonyereri wewe. Mimi hapa ndio naogopea Mutonyereri. Ujue Mutonyereri wewe. Kwani yai na kutengeneza. Kuja acha mdomo. Kitanzi. Mutonyereri. Na jamaa wetu Rao. Waya chunga sana. Mutonyereri ni jitu manzi. Mutonyereri na jamaa wetu Rao. Kabawe. Akatolewa jacket. Hani moja natia. Mutonyereri amemtoa jacket. One dirahura. Mimi ndio mshindi mnaonaje? Wazi. Jamaa tunaye akajua nimekunua nini? Hizo meno zako za ngiri. Ndio hizi. Nimekunua meno za ngiri. Kai. Wanakijiji wakaona wewe na weisheri. Mamaze, wazi. Dukire. Nyamaza. Wanyamatia. Katambe. Mutonyereri na jamaa wetu Rao. Mutonyereri na jamaa wetu Rao Ying. Katambe. Mutonyereri chunga sana. Ako chonjo, ako sete Mutonyereri. Mutonyereri na Rao. Akasikia uzito hii kimudu hiki na ukiumu. Wakati huo akakuingilia sasa princesa. Huyu ndio kusema ara za Nyamwezi. Wote wakimwona wana inama. Na princess ero alikuwa wamepata na jamaa wetu. Kamwambia shika kisu chako, nipatie changu, haukuniua. Nyite. Kamata. Ulikuwa na nafasi nzuri ya kuniua, haukuniua. Na hapo ndipo nilikuja kuweza kuelewa ya kwamba na kweti nyinyi sio watu wabaya. Nyinyi ni watu wazuri. No more fighting. Allow. Stop fighting. He saved my life. Hakuniua. Alikuwa na nafasi nzuri ya kuniua, hakuniua. Na kwa hivyo hawa ni marafiki. Marauga ati sisi ni marafiki. Ikasemekana sasa hawa ni marafiki na watalala huku usiku wa leo. Kesho yake waweza kuamukia kuweza kwenda safari yao. Hawa ni marafiki. Thank you muno. Kama hamtatotoa kafara, thank you muno. Ikasemekana sasa mko karibu sana kwa kijiji. Na kubi manzi alikuja kuambia namna gani? Kuna yeye mmoja wetu mwenye nabaya hatujapata. Erwa ni mwenye nabaya alienda kwa Tiger.
kuna mmoja wetu mwenye ambaye hatujapata, lakini princess akamwambia tunamshughulikia, tutakuja kumtafuta. Alright, kumbe mtonyeledi hananga ubaya, alikuja kuambia jamaa wetu umeshinda, wewe ndio umeshinda. Umeshinda bro, karibu sana huku. Karibu sana. Alright. Na ikawa ndivyo hivyo, wamekaribishwa kwa kijiji. Wale wana Tiger Tribe wamekuja kuweza kuelewa wenzetu wakina Lao, Baizu, Hata na Yang Yang, Tong Tong na Ding Dang, wote ni watu wazuri, ni watu wako na roho mzuri. Ni zile nyakati za usiku walikuja kupata kagoma. Còn ngay lại thằng từ mẹ thì giờ ấy là mẹ họ có in về ngay in vừa nên làm hòm ở mẹ thằng lại chỉ dùng khơi in bao họ còn sao in nó mang đi xuống lại ngay họ cao bao bây giờ bên cao bao chịu cái nhìn cho vậy in ngay in lao lẹ kan Harutikata shosho washo alikuja kuweza kuwapatia story, akawaambia mnajua na mnagadi kwa hiki kicheche tumeishi takribani miaka 1000. Huka yake huyo mwingine, huka ya huyo mwingine, huka yake walikuwa wanaishi hapa. Sisi wenyewe tunapenda amani, lakini kuna maadui wanakuja kutuchokoza. Wakikuja kutuchokoza sisi wenyewe lazima tuweze kulinda nchi yetu ya Kenya tunayoipenda. Sasa sisi tunajitambua kama king of the jungle. Sisi hatuna ubaya. Na mimi naitwa Shosho Ashowe. Naitwa Shosho Ashowe. Naitwa Shosho Ashowe. Alright. Ni zile nyakati za usiku waliweza kukaribishwa, wakapewa msozi, kisha wakaburudishwa, wakafurahia tena zaidi. Jamaa wetu naye hananga story moba. Lao Yinga, ye mwenyewe hananga alishto moba. Yuapenda sana kuweza kupolea kimansoro, hachekangi, haliangi, anakaa tu akiwa serious. Manzi alikuja kumletea kanywaji. Kamwambia leta nikuongezee. Manzi kwa jina la Baisu. Na jamaa yetu alikuwa ameahidi brother yake Baisu ya kwa bwana Kweti ataweza kuprotect Baisu kwa vyovyote na kwa lolote lile. Lazima ataweza kuja kumake sure kwa bwana Kweti amemprotect. Asante sana. Maridadi. Jamaa yuapenda sana kuweza kupolea kimansuru. Lakini ikawaje yeye ni protector, akiangalia Baisu anaona kana tikolu. Erawa ni kawaida ya wanaume wakiona dema badala aseme huyo dema kwa sawa, anasema kanatikolu. Katikolu. Hivyo ndivyo mademu, jueni venye wanaume wanasemaga. Mimi nikiwa si yuko hapo. Mimi si yuko kwa hiyo group. Hiyo group ni akina Edgar Thege. Ndio wanasemaga man fake kife. Na katikolu. Man fake kife na yeye anamwambia ni gwedi. Unaona? Wakiwa na Hakimu wa Lewis na Rehoboth na Bafana. Hiyo ni group ya wale watu wakiona mamazi wanasema na tikoru. Sio kabaya. Alright. Kumbe sasa jamaa wetu anamwambia Manzi namna gani? Mimi nilianza kuandika story kukuhusu tangu ukiwa katoto kadogo. Nilianza kukufuata kitabu. Ndio huyu sasa amekuwa akiandika kitabu fulani hadi wakati na ambapo brother yake huyu Manzi alikuwa uhai. Nabidia kuandika story tena mno kwa kitabu, na andika kapeji kamoja. Kwa hiki kitabu changu kila kitu naandika hapa. Naandika hapa. Orieta wakati
huo shasha. Masuja ama ukilipenda mercenaries ndio hawa. Mishoni na nia ni kuweza kuangamiza kila mtu. Innocent wana Tiger Tribe. Innocent wana Tiger Tribe waweze hapa basi bila shaka kuweza kuangamizwa. Cheki. Ai, wakaanza kuseti zile mamishe shisha. Wakaanza kuseti mamissiles. Kubi naye maskini wa Mungu Sen yuampeleka Dennis kwa kijiji akidhani ya kwamba na kuti Dennis anataka kusaidia wana kijiji. Juu ni tajiri. Lakini Dennis anataka kujua kijiji kiko wapi. Juu hapa ndiko mahali ambapo kuna nimika kuna diamonds. Akijua afahamishe wale mercenaries na kisha wavamie waue kila mtu waanze kushibua zile diamonds. Oi maskini wa Mungu Sen hana habari. Anadhani huyu ni yule rafiki wake wa kiti cha kwanza. Anadhani huyu ni yule rafiki wake wa kiti cha kwanza. Lakini wapi? Okay, wahe diko haka diko kana kulaga githuka na umagavaka upande wa pili juu ya miti kuweza kuangalia kana kwamba kuna danger. Wezetu nao ni zile nyakati za asubuhi lazima waweze kupaka waweze kudodoka aras nyewezi. Lakini kukaka hivi akaanza kusikia hapana. Kuona moto akakumbuka venye ambavyo brother yake Baisu aliweza kuiweka dunia. Kuona moto anakumbuka. Kuona moto anakumbuka. Akakumbuka venye ambavyo Radmine iliweza kulipuka na ikaweza kumwangamiza brother yake Baisu. Aya, kula ni asubuhi. Kula kunywa chai. Hii ndio chai. Kunywa chai. Wakati huo ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mercenaries wanakuingilia. Sasa Sen alikuja kuuliza ni akina nani hawa. Kabiwa mjinga sana. Wacha kwanza nionyeshe Chopa mko wapi? Wana kijiji wako wapi? Chopa kutumiwa ishara, waya kadai wakaleke kudhuguma. Wacha nikojoe nimalize. Waya kaona Chopa. Na waja wao na Chopa. Lakini sasa hawa ni wanyama walipepeta muofaya wakaua hadi waya. Wacha sasa mutonyereri atazame aone kai majoraga na neguthuguma nilikuwa na kojoa waya meuawa. Wakati huo wanakijiji walipatwa maskini wa Mungu wakaanza kutumiwa nini? Mamisha shisha. Kuna watoto wadogo brother mpenzi mtazamaji. Kuna tuguka tushosho. Or in the name of Diamond. Sen kutazama kuona venye ambavyo wanakijiji wanafanyiwa Innocent wanakijiji hakuweza kuamini. Akikumbuka ya kwamba na kiweti ndiye mwenye ambaye amemleta Dennis anakosa kuamini. Anyone who assist awawe. Tunahitaji watu wa kufanya kazi. Wewe shetani mkosa tabu Macmede Cowdung of Sheep. Tokanume. Unatuzi nani? Kapigwa ridhi mmoja maskini wa Mungu. Alikuwa anadhania kwamba na kuti Dennis juu ni rafiki yake. Amekuja kuweza kusaidia wanakijiji. Dennis akatoa orders. Yeyote mwenye ambaye atakataanwa na kuweza kuwa slave awawe. Yeyote atakaye kataa kuweza kuwa slave kuweza kufanyia kazi Dennis na Butake maskini wa Mungu hapa basi bila shaka aweze kuuawa. Wanakijiji sasa tena kuweza kuendea mikuki mishare. Hawa nao ni mercenaries wako na mapepeta wako na makobora ndugu brother mpenzi mtazamaji. Chopa upande wa pili juu angani zinatupa makobora disha na star kama hiyo. Imagine kijiji kuna watoto wadogo wakaanza kupepetwa maridhi. Tushosho akiwemo shosho wa shofe. Tuguka akiwemo guka wa shofe. Vijana wakaanza kupepetwa maridhi, kuripuliwa, kuangamizwa. Ati sasa magaidi wanataka kuja kutoa diamonds ara zenyewe hizi. And just imagine duniani kuna watu na viatu. Kuna watu na viatu hapa duniani ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kakuwa saurani ya saje. Maskini wa Mungu mamanzi wetu na wao hapa ni kaguni ponye. Mercenaries na wao. Yeyote mwenye namba wanapata wanafyetua. Yeyote wanapata wanaua hata hard grenade wanazitupa kuangamiza wanakijiji.
oi wanatupa hard grenade wapita wana kijiji kuwaua. Heri wangekuja kwa njia ya amani. Maskini wa Mungu wengine wanakatakatwa. Heri wangekuja na kwa njia ya amani. Mamazi nao wanatoroka. Heri wangekuja na njia ya amani. Wengine wanapepetwa maridhi. Heri wangekuja kwa amani. Wengine nao wanapigwa visu na jamaa wetu lao. Heri wangekuja kwa amani. At least tuweze kuongea na wanakijiji. Lakini woyeye ndivyo hivyo wanawaua innocent wanakijiji. Oi, watoto wandogo maskini wa Mungu wanauawa. Mutonyereri jaribu kuweza kupishana na wale mama sinares, lakini kwani ataua wangapi? Atawekelea wangapi mandundi? Mutonyereri waporo wengine hujawaiona ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mazu wetu na yeye jaribu kuweza kung'ang'ana na wale mama sinares, lakini wapi? Wako na masraa zingine mufaya. Princess. Princess ng'ang'ana na wale masinales. Oi, tutoto tushosho. Hapa tu inabakia kwamba na kueti ni kilio. Hapa anacheza na ugaidi. Hapa anacheza na magaidi. Oi, tutoto tunalia tu hapa. Oi mami. Lakini wapi? Huyu aliona princess atauawa. Akakuja akakwaruza yule mercenary. Mercenary akajam. Akakwaruza yule mercenary. Sukumiru wa uswando wa tubo kalebo. Oi, heri angenipatiaka. Na princess akajama akakuja kamsukumilia mkuki. Kaua mademu wawili walebo hapa. Oi, badala wanipatia tu kama hoja. Wewe sijasema hivyo. Naya. Sama bapoy. Princess akaambia yule manzi, you are a warrior now. Rest in peace. Rest in peace. Oi. For no reason at all. Kwa sababu tu ya golada. Kwa sababu ya diamonds. Kwa sababu ya kutaka diamonds. Kwa sababu ya tamaa. Maskini wa Mungu. Wanakijiji wanauawa. Mutonyereri akakuingilia akaokolea princess, lakini na yeye mara ambapo alikuja kubaki maskini wa Mungu Mutonyereri jaribu kuweza kuwasaidia. Akakumbuka ya kwamba na kwetu kuna route ya getaway ara zenye wezi. Akaambia wale mamanzi wote waweze kujisunda upande wa pili. Halikadhalika kama ikiwemo princess. Mutonyereri akwambia ishieni. Mutiroge kuo. Mutitonyete inie. Ingieni upande wa Peridanida na ni fasta. Ingieni upande wa Peridanida ni fasta. Mutonyereri tuende. Nitonyerera. Ndigetonya ilima. Mimi ndiye Mutonyereri. Siwezi nikatonya ilima. Mimi ndiye Mutonyereri. Akakuja kafunika route ya getaway na Mutonyereri akadhani ya kwamba na kueteta kuja kuweza kupepetana na wale masinalisa ashisha. Oye. Mutonyereri chunga sana wako na mabude. Mutonyereri chunga sana wako na mabude na yeye akona kimfupa. Motajua mimi ni Mutonyereri. Mutonyereri akawanza. Mutonyereri akawanza, lakini sasa mercenaries waliona ni ulimu gutema dhaha tutapa. Hakuna muda wa kupoteza, wakaanza kumfyetua maridhi na yeye bado yujijaza Mutonyereri patalidhi. Maskini wa Mungu Mutonyereri akamuka. Kuamuka Isharishiga kaza do. Lakini bado mimi naitwa Mutonyereri. Muafaya. Kai. Alida ugeke Mutonyereri yugo. Oi, kwa muda wengi walikuwa wameuawa wote. Maskini wa Mungu yote mwenye ambaye alikuwa ara zenye wezi
tayari maiti. Wenye ambao hawakuuawa wakatekwa nyara. Kumbe huyu mercenary analia. Mwendwa wako. Ruti Kanto naye ndio huyu. Sena. Asena aliweza kutazama na akaza kuona chopa zimetamburuka, lakini venye ambavyo wana kijiji wamefanyiwa hujawaiona. Baada ya kuweza kupepetwa lidhi na beshte wake wa kitu cha kwanza, jamaa kwa jina la Dennis, kube Sen hakuweza kuiaga dunia. Akamuka akiwa na machungu pa ya makosha kuweza kuona venye ambavyo wana kijiji wametendewa. Hai yayai akiwa amejam vilivyo, lakini sasa atafanya nini wala atatenda nini? Afanye nini wala atende nini? Maskini wa Mungu tayari ndivyo hivyo kameumana. Lakini sasa ni wakati amekuja kuweza kuelewa huyo sio bishte wake, sio bishte yake. Asena amekuja kuweza kuelewa Dennis hakuwa ni bishte yake, alikuwa yataka tu kuweza kumtumia. Those? Just a bunch of tourists. But they have witnessed the scene. We should kill them. Copy that. Alright. Kumbe sasa naye babake Dennis alikuingilia upande wa pili. Akadai wote wenye ambao wako ara zenye wezi, ikiwemo wale matourist, waweze kuuawa kwa sababu gani? Hawapendi ma witness. Na huko anatandika kijana wake makofi. Nawe muthewe. Ndio horaga haya ataki. Ni mimi unatandikaga makofi hapa kama kipi. Unakege yako. Kadai wale tunafanya dish. Pwe. Kuafetua. Papa. Yes, aya. Wow boy. Akadai hawa sasa ni kuweza kumake sure kwamba kwetu wameuawa wote. Wawe wote. Akina Rao. La wale kuja kumwambia kike kwa jina la Baisu. Torokeni. Edeni mukajifiche. Na kuja. Ngoja nifundishe hawa magaidi jinsi na namna ya kuishi na binadamu. Ai, wako na unyama tu kwa brother mpenzi mtazamaji, na mimi nasemaga namna gani? Heri mnyama. Kwa sababu mnyama hawezi akafanyia mnyama mwenzake kitendo cha unyama. For example, Dovu hawezi akatoka hapa aende akute Dovu wa Mombasa Road amfanyie mambo baya. Unaona? Chui hawezi katoka Masai Mara aende Amboseli aende afanyie chui wa Amboseli mambo baya. Hapana. Hippopotamus wa Lake Borosat hawezi akatoka Lake Borosat aende Masai Mara afanyie hippopotamus mwenzake mambo mabaya. Lakini sisi binadamu huwa tunafanyia binadamu wenzetu mambo ya kinyama. Jamaa wetu naye alikuja kudai na wala mercenaries. Inywe mtakuja kuweza kuelewa kwamba na kwetu sasa mumefanya makosa. Ku innocent wanake jiji makosa tena ya mwaka. Cause wewe ndo boto wajo. Huna ngangana akabiwa ngangana lakini utakamatia chini. Wewe huna ngangana kamata chini kai. Kufanya unyama. Okera. Mimi ngangana nikisoga na hiyo kai. Akia Mungu. Kamata chini Makmede. Kamati ya chini. Mamazi na wao ni piu. Kumbe mercenaries wale kuingilia ikiwemo jamaa anatambulikana kama vile Black Dragon akakuingilia. Black Dragon anakuingilia tu brother mpenzi mtazamaji. Mahad Grenade. Fire. Repuka vino zote na zaidi. Mahad Grenade. Black Dragon akaona dokora. Wakaanza kumfietua jamaa wetu maskini wa Mungu na kumfuata kinyama. Wakaanza kumtupia Mahad Grenade. Na yeye sasa ni kuumilia zingine zinakuwa nyuma yake maskini wa Mungu Rao. Ni watupi mungi dhandi mawe. Ai. Baisu akadai hapana.
huyo jamaa wangu wako tambani, na kwa hivyo nyinyi tamburukeni, hebu niende nikaangalia kwa vipi. Anatupiwa mahand grenade, anatupiwa mahand grenade, maskini wa Mungu, na anatorobio ingine hapa ya ubwa saba. Hapa yuwatoa mbio ya ubwa saba tuko brother mpenzi mtazamaji, lakini yeye anakaelewa. Kocha owo muroka na olimore, hivyo ndivyo mtakufa mkiwa wengi tena kwa ujinga. Mbele yake Braka Dragon na ni Mercenary kapatwa lidhi ya mkono, maskini wa Mungu, na yeye akamdunga Braka Dragon mkono. Kai, lakini asante, umenipatia silaha. Ngoja, holera hau. Tulis. Holera hau nyabe johenje guoko. Ngoja nifuge mkono. Nero sasa jamaa wetu amefitulua lidhi ya mkono, kwa hivyo ule mkono wake hauwezi kumsaidia. Gaidi akatafuta kisu kingine. Kawa sasa na anatumia kila mkono wako na kisu. Chunga sana jamaa wetu lao. Kai umako. Na yakajua holera huo. Ngoja nitoe jacket. Bas, katambe. Oka kamu. Katambe. Chunga sana rao. Huyu anatablikana kama vile Braka Dragon, pia yeye ni Mercenary. Na jamaa wetu anatumia mkono mmoja. Chunga sana rao. Mercenary kitu gani? Kila moja akapata moja. Tupa kisu. Jamaa wetu na ipi kaondokea kisu chake rao, na rao kaondokea kisu chake la Braka Dragon. Oka. Waya gai. Hiyo kama wewe ni mwanaume amuka. Kai. Ona yako ni wewe okira. Kama wewe ni mwanamke, ni mwanaume amuka. Kai drogeria. Jaribu. Kanywaji siwezi nikaacha. Kanywaji lao mwanza akakuja kumuita, lakini waya maskini wa Mungu kutoka nyuma Dennis akamfyetua lidhi. Na venye amejitolea kuweza kusaidia wanakijiji, halikadhalika wale mamanzi lao, akapatwa moja lidhi na Dennis. Baya makosa. Dennis ni mnyama tuko brother mpenzi mtazamaji, na kuna Mercenaries wengine. Kadaiga haka ni gakwa. Haka ni kagu to kill. Haka ni kangu niweze kukaua. Habari ya kijana. Sasa ni wakati wako wa kukufa. Wakati huo kumbe wana Tiger tribe wakiongozwa na Tiger na jamaa wetu Sena wakakuingilia, na kwa hivyo wenzetu wakapata nafasi mzuri wakiwa na yule manzi kwa jina Rabaisu ya kuweza kutamburuka. Mwenye na ambaye ana direct wale mataiga ni Sena. Anawaambia kuleni au watu wasosiwe, huku wanatumia hadi mawe. Sisi hatuna maslaha, lakini chenye ambacho tutatumia utakuja kusikia uzito wetu. Chenye tuko nacho ndicho chenye ambacho sasa hivi tutakuja kutumia. Na sasa Sena amecham vilivyo, amekasirika sana na huyu jamaa kwa jina la Sena. Anakumbuka vile ambavyo wanakijiji wamefanyiwa, anatokwa na wazimu. Wacha sasa Dennis aweze kuona vile ambavyo sasa Mercenaries wake wametendewa unyama, alitamburuka. Wala Mercenaries wengine kuona vile, ndari akagima. Taiga amesosi mzima, ndari akagima. Nimekula mzima hapa. Ndari akagima. Yai. Naye chama wetu wameumia vile vile ndugu brother mpenzi mtazamaji. Amepatwa ridhi moja kutoka nyuma, tena amekatakatwa, yuavunja damu paya makosa. Jamaa wetu Lao Inga maskini wa Mungu hapa amepatwa ridhi paya makosa. Jaribu kumkokota Mbaisu anamkokota na jaribu kumbeba, lakini Lao anamwambia hapana, tika kuenogia una
subua bure. Mimi mwenyewe siwezi na nikasurvive. Unajisubua bure. Oi, mwanzo alikuja kuona hapana. Huyu jamaa amengo. Walikuja kuweza kuelewa kwamba na kwete lao Yinga. Oi, ni kuisha maneno. Jaribu kuitisha usaidizi lakini hapa kuna mambo na ambulance. Hapa ni kwa jango katikati. Lakini Rao kuisha. Bei. Rao ni kuisha bei dogo brother mpenzi mtazamaji. Rao ni kuisha bei. Haya, wale mamanzi hapa basi bila shaka wakuweza kuamini jamaa mwenye ambaye amejitolea kuweza kusaidia wanakijiji. Halikadhalika basi kusaidia wale mamanzi. Ndivyo hivyo kimeeleweka. Kuisha maneno. Kuisha maneno jamaa kwa jina lao Yinga. Mamanzi hawaamini lakini watende nini wana wafanye nini yakimwagika kuzoleka ni tavash. Na ndivyo hivyo Rao ilibakia kwamba na kuti sasa hivi amini usiamini kuja kumteketeza. Heshima za mwisho kwa Rao. Ndivyo hivyo maskini wa Mungu ni kuisha maneno. Na alikuwa ameandika kwa kitabu vile ambavyo aliweza kupatana mara na wakati wa kwanza na yule brother yake Baisu. Akaandika kila kitu chochote ambacho alikuwa anafanya alikuwa tayari na yuandika. Anaandika hata wakati ambapo alikuja kuweza kuongea na Manzi akimwambia kwamba na kweti brother yake aliweza kumuelezea vizuri tena zaidi. Wakati ambapo atarudi upande wa pili aweza kumake sure kwamba na kweti amemwangalia Baisu. Oi, Kubi naye Sena ameangalia, ameshuhudia na ameona maafa yenye ambayo imekuja kusababishwa hala zenye hizi na bishte wa kiti cha kwanza. Maskini wa Mungu anakosa kuamini. Demo kegu wadu wale akegu mono niyo. Lakini alikata kauli dhishte mraodre yenye ambayo watakuja kufanya ni kuweza kumake sure kwamba na kueti ameenda kumuomba princesa msamaha. Ameenda kumuomba princess msamaha, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Lakini sasa princesa kimagine ya kwamba na kwetu huyu ndio mwenye ambaye amesababisha, ndiye ameleta maadui kwa kijiji. Anamuona akiwa adui. Jamaa alikuja kainama kamwambia princess, naomba msamaha. Sikuwa najua ni maadui. Nilikuwa nafikiria ni kwamba na kwetu ni watu wa kuweza kusaidia kijiji. Kwenda huko. Wewe mwenyewe hatutakutambua tena kama mwana Tiger Tribe. Toka ishia tamburuka. Tukiwahi kuona tena kwa Tiger Tribe utakuwa adui yetu. Umetuudhi. Umesababisha vifo za watu wengi tena zaidi. Na kwa hivyo you are no longer Tiger Tribe family. Tamburuka na uishi. Sasa kijana alikuja kustuka sasa. Rafiki wa kiti cha kwanza jamaa kwa jina la Dennis. Kwa nini alimdanganya? Kwa nini alimbemba wana? Alikuwa anamchukulia Dennis yeye ni rafiki wa kiti cha kwanza, lakini Dennis alikuja kumbeba wana na kasababisha vifo za watu wengi tena zaidi. Oh yes. Na mimi usiamini wale wanakijiji wenye ambao waliweza kukamatwa wakiwa hai, wao ndio watakuwa wakimfanyia huyu mjinga kazi. Sasa mzee na yeye alikuja kufahamishwa kwamba na kwetu wale mamazi walitoroka makora. We Black Dragon, na venye nakulipa pesa mingi wewe, kwaja bia ile ndirakulia wewe, nitaile ile ilo gold ni we ni kama pesa za gold. Pesa kama za Karimino, bia ile ndirakulia na usidoleke Karimino ngima we. Pesa zina kulipa ni kama za NSSF. Kugo kakumbuka huyu ni masinali. No ajitea huru mno. Kwa hivyo na juu coffee nimetayarisha pata kijana wake. Alikuwa ametayarisha coffee. Moke huyo. Na ni mazinali anatusi moke huyo kilimo hiki. Sasa ilifika wakati kijana akaona mudheli ni wamenyelile.
utuire uhurite hi kihege kwa kegu mujinga sana kihege kegu we kihege kegu fio kijana alikasirika kihege kegu muno taithe we weke kwenda haya kwenda kai ndio kwa unataka nikuachie kitusi nimuona mumeona kwenda huko kwenda haya anawe onawe hata wewe unaambia nani kai yani ni babako unatandika yake nitakuachia kitusi Black Dragon ninuzie Mercenaries niulizieni unaambia nani kathuri utoiria uhurite kai wewe ni babako unatandika wewe nitakuachia kitusi akia Mungu Dennis unaambia nani Dennis unaambia nani kai Dennis ni ndethoguo nitakuachia kitusi tafadhali mimi ni babako oi muthuri akuhurwo ni kihege yake lakini ikasemekana sasa mwana mwale ndio atakuja kumfyetua hoi dagothaitha unaambia nani ya dunia ni papa hapa tu duniani na kisha wakaleta excavator zikaletwa ara zenye wizi dogo brother mpenzi mtazamaji zianze janta ya kuweza kushibua mawe za dhamana sana diamonds mdos kamili ndio huyu mdos kwa jina la Dennis ameua babake wanakijiji wenye ambao hawakuwawa watoto wadogo imagine cheki wanalazimishwa kuja kuweza kushimbua diamonds na maigira idima igeni kwa shimo nae Sena ameapa mukakuja kwa kijiji mukawa watoto wadogo shushu washofe kuka washofe mwana washofe tata washofe mukamua mukanidanganya Dennis utalipa ngojani kila mtu asiguze kupi walikuja kupata diamond ya kwanza diamond ya kwanza ilipatikana na moja kwa moja ikaweza kupelekewa Dennis akajua sasa hapa ni utajiri mamanzi na wao walianza training walianza kutraina walianza mazoezi kuweza kuroya kwa bana kuti sasa ni kukuja kukatakata wale mama Mercenaries Boss, look! Fresh out of the mount. I want to leave this place. From now on, dig non-stop around the clock. Do you hear me? Yeah. Okay, get out. Okay. Kuanzia saa hii hao wanakijiji wafanyishwe kazi kibisha. Diamond zitafutwe tena kwa wingi. Hao wanakijiji wafanyishwe kazi usiku na mchana. Kumbe naye princess alikuja kuona namna gani hakuna haja ya kuweza kutengeneza uadui na huyu jamaa kwa jina la Sen heri kutengeneza uadui na wale magaidi kabia Asen nitaangalio Romaikai mimi mwenyewe sina ubaya nimekuja kuelewa kama binadamu Tiger Tribe itaishi kwa hii jango na kuna mtu atakuja kuweza kuiondoa kwa hii jango guka guka aliishi ara zenye wezi shosho yake aliishi ara zenye wezi sisi wana Tiger Tribe Kena Jango ni manyumbani Kena Jango ni manyumbani na kwa hivyo Asen
Elawa ni warrior alikuja kuweza kuwa train wale mamanzi kuweza kutumia mishale, ingawaje wanajua mambo na kung fu. Alikuja kuweza kuwa train venye ambavyo unaweza ukatumia mishale, kwa sababu wanaelewa janta yenye namba iko baada yao ni janta tena nozzle zaidi ya sana, janta ya kuweza kukabiliana na wada masinali kadhalika Dennis, na ni watu wenye ambao wako na mabude. Take higa nyone, nataka nitupe mawe. Haya kai pole, oi pole kai pole, nimekuumiza. Kai toki kudo. Oi pole, sikuwa najua ninakuumiza hivyo, oi pole. Alright. Wanake jiji lisemekana wafanyishwe kazi usiku na mchana. Wafanyishwe kazi usiku na mchana. Na kwa hivyo ndugu brother mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo kaliweza hapa basi bila shaka kuweza kuumana. Cheki hadi nyakati za usiku. Oi, wana Tiger Tribe wanafanyishwa kazi. Alright. Nao wenzetu wakajipanga. Hapo kesho mapema wataweza kumake sure kwamba na kuweti this time round wamevamia wale mercenaries kadhalika basi Dennis. Na kisha princess akakuja kuwabariki, kuwapatia baraka. May the ancestors bless you. May the ancestors bless you. May the Tiger King bless you. May the Tiger King be with you. You now became wana Tiger Tribe. Wakabarikiwa na kisha wakaambiwa Tiger King aweze kuwa nanyi wakati na ambapo tunadunda upande wa vili kwa vita. Tukiduda kwa vita, Tiger King aweze hapa basi bila shaka kuweza kuwa nanyi. Na hivyo ndivyo ambavyo walifanya. Ukisikia ni Angel Warriors wakakuingilia upande wa pili sasa kwa kijiji. Angel Warriors wakakuingilia kwa kijiji this time around. It is a payback time. It is a payback time. Kabla magaidi wajipange na wastukie Fire. Katambe. Kamcheshini ya mamanzi ndugu brother mpenzi mtazamaji. Matige kogo. Sasa Black Dragon anadai hawezi wakafanya vile. Wakafuata. Na kumbe hivyo ndivyo ambavyo wale mamanzi wanataka. Magaidi wafuate. Upande wa pili wametengeneza mitego. Achio. Ndio hao. Wakakuingilia. Wa kwanza Fire. Kai. Ayaye. Fire. Ayaye. Fire. Wa jonge. Ndoraka tume ili mawe. Jonge idhaka. Fire. Okole wa ulia. Jaribu kuweka bude state by kibisha lakini wapi? Utakuja kujua hawa ni kamjeshi ya mamanzi. Lakini chungeni sana hawa ni mama Sinalis. Lakini wakakuingilia sasa wale wa mishale. Nogeda dhogu. Kwenda kugaweka moja ya ma. Wetete. Ikine kai dadesha ko. Hadi kama za kakastuka. Dadesha ko. Waya ugazo ingine. Kahatumia motaletha. Kwaja muradesha kuria kuru. Inama. Ana muradesha kinya koge kuru. Ginyamiro ine. Muradesha ginyamiro. Alright. Maridadi. Chungeni sana muweze kuelewa hawa ni mama Sinalis. Wakati huo Sena akakuingilia. Sena hapa basi bila shaka akakuingilia kiwa mzima. Nyinyi mtakuja kuweza kuelewa wanake jijini kusema kitu gani. Wana Tiger Tribe sio watu wa kuchezewa. Fashta. Kocha. Sena. Tuma mishale upande wa pili. Huyu ni warrior dadina kuereja. Sena. Asante sana. Chunga sana Sena. Ikiraga. Kinape kukuthe. Jokeri. Wewe mwenyewe utajifanya ngao. Yes, nikinge kabisa hadi niweza kufikia haka. Ulia. Ushaisikia Sena. Ukisikia Sena unatoroka na nini? Ukisikia Sena unatoroka. Kwenda kufyetua hajui kanatumia kwa namna gani kai. Tigoli mo. Wekelewa. Kai. Hii inatumia kwa namna gani? Akajua hata kama sijui kuitumia nitaitumia kana kwamba ni dotono. Nitaitumia kana kwamba ni dotono. Na kisha
kaka pata dishana shtoro kama hiyo gai haraka ni wewe kila lakini tena naye akapatwa moja ya kifua wewe kogumo keguyo bado sijamalizana nawe kisha ukagoki derezi dakarite muno nimekasirika sana hekage mamanzi wameharibika wamedhoka hawataki kujua lakini chugeni sana huyu ni Masnali aliamka akaona kale toiletu kwani msichana nyinyi wote na waua nyinyi wote Sinesa tayari you or die mutakuja kujua mimi naitwa Black Dragon kuku gani toiletu sikuwa nafikiria ni wasichana ukabawe toto ndio wakuligaliga wewe sema tu ni wasichana kuja kanyake tubo wachana na yeye akwenda damu ure nyude kinyamliko akatungwa moja na princess chunga sana princess huyu ni Masnali maskini wa Mungu princess akapatwa moja chungeni sana huyu ni Masnali lakini Masnali kitu gani alianza kulewa nataka kulewa na bado kuja princess akiwa amejam mimi ndio nafaa kukudunga na ukakwenda katuhu na kuongelea bashishi ni kuongeze bashishi aiga hiyo ya bashishi sasa ndio baya juu hiyo ni ya kumalizia mtu hali kuniua na usiniogeshe bashishi usiniongeze bashishi heli kuniua usiniongeze bashishi kuope Dennis alikuja kuona hii kimeeleweka wewe wacha sasa nitagatage kimeeleweka wacha sasa nitagatage heli kutanga kikieleweka heli kutanga we kujeni tutangatage hisi kimeeleweka twendeni tukatangatage kimeeleweka sasa ni kutangatanga Dennis anadai kimeeleweka sasa ni kutangatanga ukapango tabie ulia wakiwa na machungu baya tena zaidi we kimeeleweka sasa ni kutangatanga akakinga na manzi na sasa ati huyu alikuwa manzi wake alijikinga na manzi wake chunga sana baisena huyu bado chungunja ni Danish na ndakaelewa anadai kimeeleweka sasa nataka kutangatanga na naweza kufanya chochote ili aweze kupata nafasi ya kutangatanga amejua kimeeleweka sasa ni kutangatanga yotaka kutangatanga kutamboruka tumia star yes Dennis anasihepa hapa lakini venye ambavyo zinadunda inadi uelewa ya kwamba na kwetu huyo manzi ni muofaya cheki mwishi kapita kile kujuraga na mimi nataka kutangatanga na mimi nataka ugoje kieleweke hapana mimi nataka kutangatanga hapo kieleweke ni ndio kutangatanga chunga manzi akapatwa moja ya bega moi baiseng mimi nataka kutangatanga na wewe unaniambia ati ningoje kieleweke siwezi nikagoja kieleweke na sasa nikagoja kieleweke na mimi ni nataka kutangatanga manzi akajitayarisha na star Dennis akajitayarisha na bude chunga sana manzi star bude ridhika kuja naye akatupa star kutupa star ridhika mlimfukia akayudokia nayo star ikakuja ikapata Dennis yellow kai sasa nitatangatanga aje ayai hadi maana ulikuwa unasema kieleweke si ndio utajua kitaeleweka wewe hapana mimi nataka kutangatanga kumbe timu kieleweka ikakuingilia Dennis akajua wewe wacha nitangatage akatangatanga akaishia akaishia na au akakumbuka kwamba kwa Dennis alikuwa ni mjaja alikuwa ameweka farasi upande wa pili na bado akona aeroplane alikuwa ameacha upande wa pili kwa uwanja
mahali kuna kawaja. Sasa akaanza kutangatanga. Mamazi nao wanataka kiweze kueleweka. Mamazi wanataka kieleweke. Naye Dennis anatangatanga biu. Anatangatanga biu hadi kwa airplane. Mimi nataka kutangatanga. Na nyinyi mnasema ni ngoja kieleweke. Hakiwezi kikaeleweka namna hii. Ngoja mimi nitangatanga. Kwa airplane fasta kukahurumisha na kisha wa sasa hivi ni aweze kuishia na kutamburuka. Mamazi na wao ni kukurukakara. Fasta kabla. Huyu jamaa aweze kutangatanga na ishi. Hai, mamazi wanadai lazima kieleweke leo hii. Ulileta magaidi ya razenyu hizi, umesababisha kifo hata chake jamaa kwa jina lao. This time round lazima kieleweke. Lazima kitaeleweka. Wewe jamaa kwa jina la Dennis. Mimi nataka kutangatanga. Mimi nataka kutangatanga. Hata Tiger ilisema hapana, hakuna kutangatanga. Ni ugoja kieleweke. Tiger ikajitolea. Mimi boja nataka ukieleweke. Nataka kieleweke. Upande wa pili na jamaa wetu akajiseti na mishale vilivyo jamaa kwa jina la Sena. Akajiseti na mishale vilivyo. Tiger inadai hakuna kwenda. Ngoja kieleweke wewe. Wakatuma mishale upande wa pili. Nayo Tiger ikadai kuchika pita na mambo ya ndege design na sura kama hiyo. Inataka kieleweke. Sasa kitaeleweka. Kaina nima kitaeleweka. Kisha wakafyetua tanka la petroli. Nerawa sasa ni mafuta ya ndege kushika moto. Dennis akakielewa. Dennis akakielewa design kama hiyo. Ndugu brother mpenzi mtazamaji. Aki heni kitu nikieleweke. Unatuambia kitakataka namna gani? Takataka namna gani? Unataka ukienda wapi? Kitu nikieleweke. Kieleweke. Namna gani? Bwana nikieleweke. Dennis kwisha maneno. Dennis na magaidi wake wote wenye ambao walikuwa wameletwa na tamaa ara zenye hizi venye ambavyo walikuja kufanyiwa ndugu brother mpenzi mtazamaji. Hujawaiona venye walifanyiwa mtazamaji, hujawaiona. Wote wakaanza kuona kando, ingawaje kuna wenye ambao wa sasa hivi ndugu brother mpenzi mtazamaji wameweza kuyapoteza maisha yao, ikiwemo yule jamaa kwa jina la Lao. Wanakijiji wengi tena zaidi akina Shosho Washofe wote wamepoteza maisha yao, lakini wale magaidi wote wakaona kado. Mamazi wakadai lazima waweze kurudi upande wa pili South Asia na waweze kuendeleza zile stori zao za kuweza kutembea. Wao ni matourist. Wakabaki upande wa pili akina Sena na Princesa. Sena kadai siku moja atakuweza kumpeleka Princesa aende akaone tauni. Hajawahi ona tauni. Akadai siku moja nitakupeleka uende ukaone tauni huko China na kwingineko. Kuja kuweza kuelewa mambo na town venye ambavyo huwa inapolea. Lakini kwa sasa ni tuweza kubaki upande wa pili Kena Jungle, tuweze kuzaa watoto wengi na tuweze kurudisha ukoo wa wana Tiger Tribe. Mamazi nao wakitamburuka disheni na stra kama hiyo. Dennis ni kuisha maneno na kikosi chote cha kimagaidi na miruti kando nikicheki naona picha retu Angel Warriors. Mwisho akubishi nyuma ya maika wako Jackie DJ Jaka. Asanteni sana na kwa kuipenda na kuifurahia Angel